Bane, upande wake imeshakuwa ni ngumu. Tumeweza kumuona Nilo ambaye ni kaka yake na Sandra ameweza kuelekea kwa mama mkwe wake kwa ajili ya kuweza kuulizia kuhusu mke wake kwa nini mpate kwenye simu, lakini tunaona ambacho ameweza kukutana nacho huko alipoenda ni kwamba mama yake mkwe amegoma kumuitikia na amekaa kimya kiwandani. Sasa baada ya hapo Mwamba akiwa anajaribu kuondoka akamsikia sauti ya mwanaye anamuita. Sasa mnahisi Nilo atafanya nini? Atapambana kufungua mlango au nini ambacho kitatokea? Kwa sababu tunaona wote mke wake na mama yake wako ndani. Sasa tawaje na nini ambacho kitajiri katika tamthilia bomba ya Nakuja bwana. Lakini pia upande wa pili tumeweza kuona pia maelewano hakuna kati ya Nilo na shangazi yake ambaye anang'ang'ania au anaendelea kuongeza na kushinikiza kuhusu mama yake aweze kuzikwa, lakini wakati Nilo ambaye ni kaka yake na Sandra amegoma, hahitaji kuona mama yake anazikwa, kwamba mama yake ni nini, ni mzima. Anasema hapa bado ni magumu katika tamthilia bomba ya Nakuja bwana. Sijui nini ambacho kitajiri au kutokea katika tamthilia hii, lakini kiufupi maelewano bado hakuna. Majibizano yamekuwa ni makali kati ya Nilo na shangazi yake ambaye anaendelea kuonesha kwamba anamjali sana mama yao, lakini sio kweli. Kiufupi kama kauli ambayo aliweza kuizungumza Nilo, au wewe ndio umeshiriki kumuua mama yetu, kiufupi ni sahihi, yuko sawa kabisa. Lakini tunaona shangazi mtu alionyesha kuchukia, kuvutiwa, hakupenda kusikia kauli hiyo akizungumza, na baada ya hapo bwana Nilo akawa amekutanishwa kibao bwana. Ni hatari, by the way, inatisha na ni hatari katika tamthilia bomba ya Nakuja, ambayo yale mambo yasiyotarajiwa ambayo hatukutegemea na kwenda kutokea katika tamthilia hii bomba ya Nakuja bwana. Shangazi mtu bado anaendelea kupambana kuhakikisha kwamba mama yake na Sandra anazikwa, lakini Nilo ambaye ni kaka yake na Sandra bado anatia kauzibe au anatia mgomo. Sasa itakuwaje? Tunaona kuna mdau ambaye ameamka sasa, ambaye anaenda kumshawishi mwenyekiti wa kijiji ili waweze kuangalia namna ya kuforce au kulazimisha kwamba kuhakikisha kwamba mama yake na Sandra anazikwa. Itakuwaje kuhusu hatima ya mama yake na Sandra? Kama namna anavyosema Nilo baada ya kuambiwa na yule mzee ambaye alimwambia kwamba mama yao ni mzima, kwa hiyo asikubali akazikwa, lakini tunaona Mwamba anapambana kuhakikisha anapata namna ya kumsaidia mama yake. Lakini wakati wote tunaona msaada ambao ni tegemezi kwake ni Mzee Tano, ambaye Mzee Tano hamfahamu ni nani, lakini tunaona Mwamba wetu katika pitapita aliweza kukutana na Mzee Tano lakini hakuweza kumfahamu bwana. Sijui itakuwaje. Tunaona alijificha baada ya kuwaona, aliona timu ambayo alishindwa kuielewa akabidi kujificha, lakini kumbe alikuwa anapishana na msaada wake ambao katika mtu ambaye alikuwa akimtafuta kwa muda mrefu ndio huyo mzee ambaye yuko mbele ya macho yake, lakini ameshindwa kumtambua kwa sababu hamjui. Kwa hiyo amejikuta anapishana naye kama hivyo. Mwisho wa siku mzee anamwambia, wewe binadamu unajificha, lakini Mwamba anajificha kwa uoga sana na hofu, lakini asijui kwamba anapishana na msaada wake ambao alikuwa akiutegemea, ambaye huyo ndio msaada wa mama yake. Sijui atampata vipi tena Tano. Tunaona Mwamba anaendelea kupambana huko na kule, lakini amepewa siku 4, kwamba baada ya siku 4 kupita mwili utakuwa umeoza kabisa au kuharibika kabisa. Sasa sijui nini ambacho kitatokea kiufupi kuhusu hatima ya mama yake na Sandra, ambaye mpaka sasa hakuna anayejua kwamba msaada utatoka wapi, lakini msaada ni Mzee Tano. Upatikanaji wake umekuwa ni mgumu mpaka sasa. Nilo anajitahidi kupambana ambaye ni kaka yake na Sandra kuona kwamba anampata Mzee Tano, lakini ndio hivyo, amfahamu. Kama tumevyoweza kuona ameweza kupishana naye na kujificha kabisa kwa uoga, asijue kumbe ndiye msaada wake, anamkimbia msaada wake bwana. Sijui nini ambacho kitatokea, atafanikiwa kumpata Mzee Tano au nini ambacho kitajiri, lakini bado maswali ni mengi. Hakuna anayejua mpaka sasa nini ambacho kitakwenda kutokea katika episode inayofuata, lakini kuna makubwa ambayo yanakwenda kujiri, kwa sababu tunaona sasa kuna mwenyekiti wa kijiji ameshaulishiwa na yule Mwamba kwamba waangalie namna atumie wenye kiti wake kwa ajili ya kuforce kuona kwamba wanazika huo mwili, kwa sababu anawazalilisha Nilo. Yani ni hatari baadaye katika tamthilia bomba ya Nakuja. Sijui nini ambacho kitakwenda kujiri na kutokea, lakini kuna matukio makubwa ambayo yanakwenda kutokea katika tamthilia bomba hii. Hatima ikoje na nini ambacho kitajiri, lakini tunaona sasa Nilo baada ya kwenda kwa mama mkwe wake pia
mama mkwe wake amekaa kimya na hataki kumuitikia, lakini kumbe pia hata mke wake yuko ndani mle bwana, lakini mtoto amemuita baba. Sasa nini ambacho atafanya? Nini ambacho kitatokea? Je, mama mkwe ataamua kujitoa au ataendelea kukausha na kukaa kimya akiwa ndani? Na je, Nilo atafanya maamuzi gani? Ataondoka au ataendelea kubakia hapo na kusubiri kumuona huyo mtoto aliyemuita baba, na wakati huo amesikia sauti ya mwanawe kabisa? Kiufupi ya kutegemea, kwa sababu aliwaacha mjini na kutegemea kwamba labda pengine wanaweza wakawepo pale. Kidogo patakuwa na maswali mengi ambayo atakuwa nayo. Kwa nini mke wake amekuja na alimwambia asije msibani, na yeye amekuja amemkuta kwa mama yake? Nini ambacho kitatokea? Maelewano kati yake na mke wake, nini ambacho kitatokea? Lakini je, huyu ambaye anaendelea kumshawishi mwenyekiti kwa ajili ya kufanya namna yoyote ile kwamba kuhakikisha hata kwa kuvunja ili waweze kuingia ndani na kuweza kutoa mwili na kwenda kufanya mazishi, itakuwaje na nini ambacho kitajiri? Tunaona yote haya yanayotokea katika tamthilia Bomba yanakuja ni kwa sababu watu wanahitaji kupata kiti cha kichawi. Huyu mwingine anapambana kuona ni namna gani anafanikisha kuweza kupata kiti, lakini kuna vizuizi pia wanaendelea kuzuiana wenyewe na kufanyiana ushindani, lakini pia kuona hawataki kuona mwenzake kati yao anashinda. Sasa nani ambaye atafanikiwa kupata kiti hicho cha uchawi? Bwana, mambo ni moto katika tamthilia Bomba yanakuja. Kila mmoja anatamani kuwa mkubwa mwenzake, lakini tunaona wanaendelea kushindana wenyewe kwa wenyewe. Sasa nani ambaye atashinda? Vipi kuhusu upande huu, nini ambacho kitajiri na kutokea? Lakini vipi kuhusu hiyo sauti aliyosikia ya mwanawe Nilo, nini ambacho tukifanya? Hebu mpenzi mtazamaji, niandikia komenti yako kuniambia kwamba je, unahisi Nilo atafanya nini au atachukua maamuzi gani baada ya kusikia sauti ya mwanawe ikimuita katika nyumba ya mama mkwe wake? Bwana, mambo ni makubwa na mambo yanazidi kupamba moto katika tamthilia Bomba yanakuja. Ukisikia anakuja bwana, inakuja kweli. By the way, ni tamthilia Bomba mpya ambayo iko on fire kwa sasa kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea kujiri katika tamthilia Bomba hii. Bwana, usipitwe na kila episode, lakini pia tutakwenda kujua nini ambacho kitakwenda kutokea katika tamthilia Bomba yanakuja. Lakini kuna tukio kubwa lingine ambalo linakwenda kujiri na kutokea baada ya Nilo kuweza kusikia sauti ya mwanawe pekee ambaye alimwacha mjini, lakini ameshangaa. Lazima atajiuliza na kupata maswali mengi kwamba mtoto wake amefikaje katika nyumba ya mama mkwe wake. Bwana, hilo ni swali ambalo litakuwepo hapa katikati. Lakini pia mpenzi mtazamaji, natamani kuona comment yako, tuambie kwamba nini ambacho umependa katika episode hii na nini ambacho unatamani kukiona kikijiri katika episode inayofuata kuhusu hatima ya shangazi yao ambaye anaendelea kupambana kufosi kuhakikisha kwamba mama yao na Sandra anazikwa, lakini tunaona Nilo anaendelea kupambana kuhakikisha kwamba mama hazikwi. Bwana, kuna ushindani hapa na upinzani mkubwa ambao uliopo hapa katikati, sijui itakuwaje. Lakini tunaona kauli ngumu ambazo shangazi yao ameweza kuzungumza kwamba baada ya kumaliza haya yote hahitaji kuwajua tena kwa sababu wamemdhalilisha vikali. Lakini tunajua kufosi kwake kote huko anataka ili yeye aweze kupata kiti hicho cha kichawi. Bwana, inatisha. By the way, ni tamthilia ya Bomba yanakuja. Bwana, sijui nini ambacho kitakuja katika episode inayofuata. Tusubiri tuone yeye pia atajili, lakini kiufupi usipange kukosa. Lakini pia kama ni mara ya kwanza kutufuatilia katika channel yetu pendwa, cha msingi ambacho unatakiwa kufanya ni kusubscribe hapo chini, lakini pia kugusa notification ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu kila siku. Bwana, hii ni tamthilia Bomba inakuja ambayo iko on fire kwa sasa, ambayo mambo yanazidi kuwa moto katika tamthilia hii Bomba. Tutakwenda kuona na kuweza kuchambua kuona kinachojiri katika episode hii inayofuata, ambayo itakuja na majibu halisi kwamba nini ambacho kitatokea. Lakini kuna tukio kubwa ambalo linakuja, mpenzi mtazamaji, usiombe kukosa katika episode inayokuja. Bwana, mimi niseme bye, asante kwa kuwa pamoja nasi katika channel yetu pendwa hii. Bye bye.